Inaingia kile kwa mke wangu. Tabia inaingia. Yaani hainiingia. Sio bure hapa. Sana. Sasa nasema hivi. Nataka siende shule. Mtoto ende shule. Vinginevyo mtoto mbele nyuma. Mume wangu. Mbele yeye nyuma vipi? Ataondoka yeye na wewe. Utaki. Wewe ndio mwanamke mzuri wa kike. Si mnakaza naongea. Mmeyazungumza huko mkafanya sina akili. Umeanza mzee Kolongo. Na kumbe tola. Pale kaya yeka. Watanzi wa mema. Kwa yeka mtwanzi wewe. Mitwanzi bwa. Hiyo ndangu hii mtitu mzee unaisola kwani kwa yeka. Na kaya yeka. Kuteleka inajua. Kutelemazi inajua. Kuteleka inajua. Kulima inajua. Kutwanga inajua. Na nige na wewe kuna kwa. Mimi sikutegemea kama ungefia unyeto kama hiyo. Kwa nini? Kwa nini upingane maamuzi yangu? Kwa nini uingie kwenye maamuzi yangu? Kama ingekuwa Sisela ungekuwa umesoma naye shule moja, ningesema labda kuna changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili. Lakini Sisela amesoma shule tofauti kabisa na wewe. Vile vile Sisela hakukaa sana kwenye kijiji hiki. Mimi mwenyewe nimeweza kuonana na Sisela tukiwa tuko chuo. Na ndipo mahusiano yetu kuanzia. Kitu gani kinachopelekea wewe na kikwazo vya Sisela? Tunu, jicho lako nilianza kuliona tangu siku ya kwanza mara baada ya Sisela kuja kunipa pole ya kufiwa na mzazi wangu. Ulimwangalia vibaya sana. Hata Sisela mwenyewe aligundua hiyo kitu. Lakini mimi nikajaribu kumweka sawa kwa ajili ya kuficha ile aibu ambayo ulionyesha pale. Lakini mbona Sisela anaonyesha upendo wa dhati kwako? Mbona Sisela anaonyesha ukaribu juu yako? Tunu, hivi unaweza kuniambia ni msichana gani katika kijiji hiki cha Lupunga ambaye anaweza kapingana na familia yake kuja kuungana na familia ya mzee Shamte? Kwao kuna shida gani Sisela? Ana maisha mazuri. Babake anamsomesha tena kwa gharama kubwa. Lakini amekubali kutarafiana na wazazi wake. Kuja kuungana na mimi. Kuja kunifariji juu ya janga zito ambalo tumelipata. Leo hii unakunja uso. Unakunja roho yako kwa ajili ya Sisela. Tunu! Tunu! Kaka, mtu mwema huwezi kumjua na mtu mbaya pia huwezi kumjua. Lakini babake Sisela ni mtu mbaya sana. Mzee Mkolongo amesababisha kifo cha baba yangu mimi. Nini? Mzee Mkolongo kaka amesababisha kifo cha baba yangu au cha baba yetu. Tunu, tafadhali sana. Tafadhali dada yangu. Usitafute jinsi ya kuniangamiza mimi. Usitaki mimi nikafie jela. Tafadhali sana Tunu. Aha. Uhitaji niende kuishi kwa amani. Tunu, lengo lako mimi niende jela? Kaka hapana. Hapana nini? Unazungumza maneno gani ya ajabu? Tunu, unazungumza maneno gani ya ajabu? Unasema nini wewe? Mzee Kolongo usike na kifo cha mzazi wetu? Tunu, unitakii mema. Haki ya Mungu na kondoo unitakii mema. Wewe unitakii mema Tunu. Kwa makini kaka. Mzee Kolongo alikuwa na ugomvi mkubwa sana na baba kuhusiana na mashamba. Kulikuwa na ugomvi mkubwa sana kaka. Walifikishana mpaka katika serikali za kijiji. Ikawaje? Bwana Kolongo kafanya ndivyo sivyo? Vipi tena? Siku unasema ni kweli. Kafanyaje tena? Jana kapanda milizi mimi nimeng'oa. Leo anapanda tena mle mle kwenye mpaka wangu mle mle. Kwenye mpaka wetu ule. Sasa mimi namwendea nyumbani kwake huko. Ama zake nimechoka kabisa nimechoka. Mume wangu. Kwa chini ya miguu yako. Uende ukafanye nini huko? Mimi naenda kupambana naye. Toka nenda kwenye uongozi wa kijiji, hiyo ndio sheria. Punguza. Baba, utamia baba. Punguza mukali huo. Lakini baba, jana Mzee Kolongo alipopanda milizi ulienda kung'oa. Leo tena imekuwaje baba? Kapanda mle mle. Ina maana karudia tena kwenye mle mle kwenye shamba. Sijauli, sasa mimi nitakwenda kumwonyesha jeuri yangu. Mimi namwendea huko. Baba, subiri baba. Tulia kabisa. Hauwezi kufanya hivyo baba. Yule mzee unamjua kila siku ni mkorofi baba. Leo utoke hapa uende kule, si mtakuwa umeanzisha vita baba. Unachotakiwa baba, kwenda katika serikali za kijiji ili ukalitoa hili tatizo baba. Mtakuwa mnagombana mpaka lini baba? Twende kwenye
uongozi wa kijiji, uende ukatoe matatizo yako yote. Mambo hayo hapo utakuja kupata hasara. Wewe na watoto wadogo kama hawa hapa. Baadaye mimi niwalea peke yangu, utaenda kufungwa mume wangu. Kwa hiyo ninachokuomba mume wangu, wewe nenda kwenye serikali ya kijiji, nenda kwa mwenyekiti wa kitongoji, nenda kaongee naye, atakueleza jinsi ya kufanya nini ufanye. Lakini kwenda kupambana na yeye mimi sitaki. Nakuomba niko chini ya miguu yako. Hasira zako ziache hapa hapa. Basi. Mume wangu. Mimi nielewe. Bora uende tu. Nenda mimi nitakusikiliza. Usiende kufanya hasira yoyote. Kila siku huyu mzee, kila siku anatutafuta sisi tu. Ina maana yeye ana nini anatutaka? Mimi mwenyewe mwanangu pia si. Huyu mzee anatutafuta sana. Kinachotakiwa sasa hivi ni kupambana naye tu. Mimi mama nimechoka bana. Acha hasira babangu. Bora ungekuwa mwanamume, lakini wewe mwanamke. Acha hasira ya baba. Hata kama wewe mwanamke, poza roho yako. Tutajua jinsi ya kufanya. Mwache arudi huko. Na ndio tatizo. Ingekuja kakako mambo yote ingeamaliza yote ingeamaliza. Kwa kuwa yule pale mwanamume pia. Basi mama tusubiri tu baba akirudi. Subiri. Kumbe unajua yote haya. Kama nilivyosema viongozi wangu, Bwana Kolongo mambo ananifanyia ndivyo sivyo, hayafai kabisa. Mara ya kwanza kapanda minanasi kwenye shamba langu, katoka kwenye mpaka wake anapanda kwenye shamba langu, mimi nikang'oa kwa hasira. Leo nakwenda shamba kapanda migomba pale pale nilipong'oa minanasi. Mimi nilitaka kumwendea nyumbani kwake nikapambane naye. Hawezi kunifanya ujinga mbele ya familia yangu, mbele ya mali yangu, mbele ya shamba langu. Lakini nimekaa nimefikiria, nikaona mbona sisi tunatawaliwa na serikali? Serikali singine ndio nyinyi hapa. Nimekuja hapa kuleta shauri. Bwana Kolongo ananionea katika mashamba yangu. Huo ndio ujio wangu hapa jamani. Naonewa na Bwana Kolongo. Bwana Shamte, mzee Shamte nadhani nilisikia. Labda tu nitoe nafasi kwa afisa mtendaji. Wewe unazungumza vipi? Ninavyoliona ili swala ndugu mwenyekiti, kweli huyu mzee ana matatizo ya hali ya juu. Mimi nadhani kumsaidia kwetu sisi, ikiwa kama serikali ya kijiji, wewe utoe maamuzi ya busara, umuite yule mzee kisha uamue. Sawa, labda Bwana Ndevu Simali. Naam. Wewe nawe unalionaje swala hili? Mheshimiwa mwenyekiti, nilinama kwa muda mrefu sana. Kimya nasikiza kushoto na kulia. Mimi ninasema swala alilofanya mzee Shamte katumia swala la hekima na ubinadamu. Mzee Shamte ni mtu ambaye hapa kijijini hakuna ambaye asimfahamu. Kwa hekima zake mzee Shamte amekuja kutuletea hili swala, lakini huyu mzee Kolongo ana matatizo sana. Si mara moja swala hili linaletwa hapa, kila mtu akija mzee Kolongo, mzee Kolongo. Kwa nini anaharibu vichwa vyetu? La kufanya mwenyekiti, huyu mzee Kolongo haitwe. Wakati huyo mzee Shamte asiwepo kabisa, tumweke chini. Labda samani mwenyekiti, mimi nizungumzie kuhusiana na huyu mzee Kolongo. Nafikiri hili swala linalomhusu mzee Kolongo, huyu mzee Kolongo anaonyesha na matatizo, kwa sababu hii sio mara ya kwanza, na mara nyingi malalamiko ambayo huwa tunayapata ni ya yeye peke yake haswa. Ukizingatia kwa mfano mzee Shamte hapa ni mzee mmoja mstaarabu sana, ndio mpaka anafikia kuja hapa sikutuambia swala hili. Yaani maji yashafika shingoni. Yaani yeye anafanya vitu, yaani wewe kujifanya yeye mbabe sana. Na yote mimi nafikiri kwa sababu huwa tunamchekea.
Sasa mimi nafikiri nimefikia mwisho. Mimi nafikiri wewe mwenyekiti wa kutoa maamuzi ya mwisho. Ukiacha hivyo, Mzee Kolongo sisi tunamheshimu katika kijiji hichi. Ni kweli. Na ukiangalia Mzee Kolongo ni mtu mzima. Si mtoto, si mkubwa. Mzee Kolongo anamfahamu. Kwa nini sasa sisi awe kila siku anatutingisha? Anatusumbua sana. Mwenyekiti unalo jawabu la kuamua. Sawa, mimi nadhani nimepokea malalamiko yako Bwana Shamte. Nashukuru sana ushauri wako afisa mtendaji. Lakini pia Bwana Ndevusi Nyingi ambaye pia ni mzee wa baraza pamoja na katibu nimesikia. Sawa sawa. Lakini sisi serikali kama serikali tunatakiwa tusiwe upande mmoja. Naam, sawa. Nadhani mnaelewa hiyo. Ni kweli. Lazima tuwe pande zote mbili. Tutoe maamuzi ya haki bin haki. Na siku zote Wasoda wanasema msema peka huonekana mshindi. Kwa sababu Mzee Kolongo Hayupo. Hilo uliongea wewe ni kweli. Sasa cha msingi tusije tukamhukumu Mzee Kolongo kwamba ana makosa au tukamwambia Mzee Shamte kwamba ana sheria na haki bila ili swala sisi kuangalia haki bin haki. Sawa. Cha msingi na cha muhimu. Naam. Tutume mgambo waende mpaka kwenye lile shamba. Wakaangalia mipaka halisi. Je, yule Mzee Kolongo kaingia vipi kwenye shamba la Mzee Shamte? Wale watatuletea jibu, watatuletea jibu, tunatoa hukumu. Basi hakuna kingine. Kweli ndugu mwenyekiti. Mimi nadhani cha msingi na cha muhimu Bwana Shamte, tunashukuru kwa hili swala. Ngoja tuwatumie askari wetu, mgambo wetu. Mimi nadhani kuna umuhimu na katibu aende, na afisa mtendaji aende. Lakini pia hata mzee wa mzee wazo na uende. Mkaangalie mipaka halisi. Huyu bwana kaiba wapi? Mipaka yake ya zamani ilikuwa wapi? Na kwa nini kafanya hivi? Tukija tunatoa maamuzi. Lakini kipindi hicho tumeshaona nini? Ushahidi. Sawa. Umeelewa bwana? Kweli kabisa unachukua. Kwa hiyo cha msingi Bwana Shamte, mimi nitatuma mgambo wangu kijiji pamoja na viongozi wangu kijiji, akiwa afisa mtendaji, katibu pamoja na mzee wa baraza Bwana Ndevusi Nyingi. Hawa wataongozana mpaka kule, ukiwepo wewe na Mzee Kolongo. Wale wataangalia mipaka hasa halisi, ni nani mkosa. Kama Mzee Kolongo kakosa, tutamhukumu. Kama wewe utakuwa umekosa, tutahukumu. Kama tutaona mnagombea kitu ambacho inawezekanika kabisa, tukatoa maamuzi ambapo yote leo zikalizika, tutafanya maamuzi hayo. Sisi tupendelee bwana. Nasema asante sana mwenyekiti. Ndio. Mimi naheshimu sana kikao. Naheshimu serikali hii imetutawala katika maisha yetu. Sawa. Ila naomba tafadhali, chonde naomba haki. Haina shida. Kwa sababu ukivumilia sana Kwa maana baba alishinda kesi, sio? Ndio kaka. Ikawaje? mwenyekiti. Bwana Shamte. Naam. Ni habari yako? Mimi habari zangu bwana mzuri. Ndio. Bwana wangu. Nashukuru. Nyumbani kwako au ofisini kwako? Kuja kupata jibu la swala langu. Nashukuru kwanza tulivyokutana. Hivi ninavyoona natoka kwa afisa mtendaji. Unajua swala hili kijiji kama kijiji. Sisi tumekaa viongozi wa kijiji tukaona hapana. Hili swala la ardhi linaihusu zaidi serikali. Hata sisi serikali ya kijiji hili ya kijiji tunayo maamuzi yetu. Lakini pia serikali ndio ina maamuzi makubwa kuliko sisi. Kwa hiyo nikaenda kwa afisa mtendaji ambaye yeye ni afisa mtendaji wa vijiji hivi vyote vitano hivi. Umeelewa bwana? Kwa hiyo maamuzi ya afisa mtendaji baada ya kufanya upelelezi wake ngazi za juu na nini amesemaje? Lile shamba ni mali halali ya Mzee Shamte. Ingawa Mzee Kolongo mbwembwe zake zote, fujo zake nyingi na nini, lakini ile shamba ni mali yako. Kwa hiyo serikali inakusimamia juu ya jambo hilo, na sisi kijiji kama kijiji tunasema kwamba wewe ndio mmiliki halali wa ile shamba. Kwa mujibu wa afisa mtendaji. Asante sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Haki umetenda. Mwenyekiti. Nashukuru sana. Afisa mtendaji kwa kweli, unajua kina mama ni majasiri sana. Kwa hiyo kila kitu kimekwisha. Kila kitu kimekwisha, ni kwamba ni halali yako. Na endapo Mzee Kolongo ataingia kule basi atafuta mengine. Na yeye tayari ameshapeleka taarifa kwamba ile sehemu ni mali ya Mzee Shamte. Sasa atakapoita tuna ukorofi.
Mzee Kolongo alichukia sana na aliweza kutoa maneno makali sana kwa baba. Ilipofika jioni, baba alirudi nyumbani, lakini ilipofika damu nzito kuliko maji. Hali ya baba yako si nzuri. Nakwambia mara hizi 2 au mara 3. Nakusikia mama. Usifanye wasiwasi. Nakufagia acha. Usiende kisimani, usiende kwa rafiki wala shoga kokote, usiende mwanangu. Nakwambia ukae na ukae. Muangalie hali ya baba yako. Hadi nirudi nani? Mimi mama yako. Mimi naenda kuhangaika na hali ya baba yako, kwa kweli si nzuri. Umenielewa mama? Umenielewa mama? Nimekuelewa mama. Sio mtoto mdogo, nakwambia kitu. Mama ameniachia maagizo nikuandalie uji. Wewe ni mtoto wangu wa pekee wa kike. Na kuomba mwanangu, utoke nje ukampigia simu kakako Baraka. Mimi mama. Ili naye ajue kama mimi naumwa. Mwanangu. Baba pole. Nikuache mwanangu. Hapana baba, useme hivyo. Tunu! Njoo mwanangu. Nakufa mama. Mama, mganga amesemaje? Mwanangu, nimerudi kwa mganga. Amenambia habari zote kama tulilala naye na tumeamka nayo yule bwana. Jamani, kuna watu wanayejua kuchakua mwanangu. Tatizo la baba yako lote limegundulika. Yaani hapa nilipo kwa kweli roho yangu yote najisikia kama vile
amani, wengine kama wameagana na Mwenyezi Mungu. Tatizo kubwa la baba yako kinachomuua shamba lile kule ndo linalomuua babako, na kinyume cha leo kumpeleka kwa mganga, basi baba huna mwanangu. Mama, ina maana mzee Kolongo ndo anafanya haya yote? Mzee Kolongo. Mama, amefanyaje mzee? Mzee Kolongo ndio sababu aliyoweka kitu. Na mipaka ile pale kinachogombewa sana mipaka. Yaani yeye anataka atuibie ili mradi yeye awe na shamba kubwa, sisi tuwe na shamba dogo. Lakini mimi nilisema huyu mzee ni mzee hatari sana mama. Mzee hatari, na ukifanya masiala baba yako atateketezwa kabisa, atakufa, ataiaga dunia, utakosa baba. Utakuwa na baba. Kwa hiyo tufanye anasema kwamba tumchukue mgonjwa tumpeleke kule kwa mganga, alimradi tu aende akashughulikiwe, tukilala mpaka kesho baba. Mama, hatupaswi kuchelewa. Tutakosa baba. Usilie mwanangu, kaza kiume, kakako hayupo, na wewe kama utajiteketeza namna hiyo, basi tutakosa baba, na kwa ajili ya mimi mwenyewe pia roho ina mwanangu.
hivyo ndivyo ulikuwa mwisho wa baba. Alipokufa baba, mama alipata presha, naye pia kilimpelekea akatoweka naye duniani. Kaka, nasikia uchungu sana, naumia sana mimi. Siamini kama unaniambia. Siamini habari ambazo unanipa tu. Ina maana Mzee Kolongo amehusika na kifo cha wazazi wetu, sio? Ndio kaka. Ina maana Mzee Kolongo amehusika na kifo cha wazazi wetu? Kaka, ndio amehusika kwa kiasi kikubwa sana.